Habari, karibu katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu ya safari ya Mbeya. Kwa hiyo yule mzee akanifuata, akawa anataka kuninong'oneza kitu ambacho mama alikuwa ameninong'oneza. So akanisogelea pale ambapo mimi nilipo, akaniambia kwa sauti ya chini kabisa, akaniambia, kijana, unajua leo kule tulikokuwa tumeenda tumeshindwa kufanikisha ile swala kwa sababu ya kwako wewe. Sasa mimi nikawa najiuliza, kwa sababu tumetoka nyumbani tukawa tunaenda sehemu fulani ambayo ni msituni, then sikuambiwa sababu, niliambiwa tu kwamba kuna biashara tutafanya. Kumbuka ni usiku, kuanzia saa 2 usiku tunaenda msituni majira ya usiku, lakini tulipofika msituni mambo yakashindikana. Sasa wakati tunarudi nyumbani, lawama zikawa zinakuja kwangu. Mzee akaniambia kwamba imeshindikana kwa sababu ya kwako wewe. Kwa kweli nilivuta pumzi, nikahema kwanza, then nikawaza kwamba imekuwaje, nini ni sababu ya hiki kitu kushindwa kufanyika, yaani kuna sababu gani ambayo ipo ya hiki kitu kushindwa kufanyika na ni kitu gani ambacho kimeshindikana. Ikabidi sasa mzee baada ya kuninong'oneza yale maneno, ikabidi sasa nimuulize hili swali kwamba kule msituni tulienda kufanya nini na kuna sababu gani ya kutoka usiku majira ya saa 3 kwenda msituni, na yule mzee kule msituni alikuwa ni nani. Akaniambia, kijana, mafanikio yana mambo mengi sana. Lengo la kupeleka wewe pale, kama nilivyokuambia mwanzo, kwamba ni lengo la biashara. Hakukuwa na nia mbaya, hakukuwa na sababu ambazo sio za msingi. Sababu zote zilikuwa ni za msingi kabisa, na tungefanikisha hili swala ungenielewa nini namaanisha. Sasa mimi nikawa nazidi kujiuliza maswali kwamba kwa nini yeye anakuwa anaongea, yaani kuna maana gani, lakini nikawa bado sielewi. Then baada ya hapo akanifuata mama, naye akawa amekuja. Jessica na Alex wakawa wameenda kulala kwa sababu ilikuwa ni saa 7 inaelekea saa 8 usiku. So mama akawa amekuja mezani kwenye dining table na mzee naye akawa amekaa, mimi nikawa nimekaa katikati, yaani kiti kama hii ni meza, then mzee yuko hapa, mama yuko hapa, mimi nimekaa katikati. So mama akaniambia kitu kimoja, akasema sisi ni watu ambao tumefanikiwa kwa asilimia fulani. Inaweza isiwe ni asilimia kubwa sana, lakini katika asilimia fulani tumefanikiwa. Hivyo tumefanikiwa pia kufungua vituo vya watoto yatima. Hapa Mbeya tu peke yake tuna vituo vya watoto yatima, vituo 4, na kila kituo kina watoto 20. Kwa hiyo jumla ya vituo vyote hapa Mbeya tuna watoto 80. Akaniambia kwa mwaka huaga tunaongeza watoto 2 tu kwa mwaka. Kwa hiyo wanaenda huko mtaani, wanaangalia kusaidia maisha magumu ambao hawana wazazi, yatima, wanawachukua. Then kwa mwaka kila vituo viko 4, kwa kila kituo wanaongeza watoto 2. Kwa hiyo kwa mahesabu ya kawaida kabisa kwa kila mwaka wanaongeza watoto 8. Akaniambia lakini katika vile vituo vyote kila mwaka lazima watoto 2 waweze kufariki. Sasa nikawa najaribu kutengeneza picha kwamba tunaongeza watoto 2 kila mwaka kwenye kila kituo, alafu katika vituo vyote, katika vile vituo 4 vyote watoto 2 lazima waweze kufariki. Hiyo ni kafara, hiyo ni nini? Mimi sasa ikabidi nianze kuuliza, ni kama vile ubongo wangu sasa kama umeanza kufunguka. Ikabidi sasa nimuulize mama, nikamwambia mama, kama nimekuelewa vizuri kwamba umesema kila mwaka mnaweka watoto 8 kila kituo watoto 2, na kila mwaka mnakuwa mnapata watoto 2 wanakuwa wanafariki dunia. Wanafarikije? Yaani wanakuwa naumwa, au inakuwa inatokea tu ghafla wamefariki, wanakuwa nagongwa na gari, yaani inakuwaje? Yaani inakuwaje wanafariki vipi? Mama akaniambia ni historia ndefu sana, na ndio maana kila msimamizi wa vile vituo anapokuja kila mwaka anaondoka. Kwa hiyo wewe tunakuona unaweza ukafaa kwenda kukaa kwenye kile kituo uweze kuangalia wewe mtoto. Mimi nikawa nawaza sasa kwamba kila mwaka kuna watu wanaondoka. Kwa hiyo sasa hapa inakuwaje? Kwamba ni mambo ya imani za kishirikina, kwamba kila mwaka kuna watoto wanafariki dunia, ni kafara zinatolewa, na hao watoto wanakuwa wanafariki katika mazingira gani? Amelala tu asubuhi ameamka amefariki dunia, au kuna namna ambayo wanachukuliwa, au wanaenda kufanya kazi ngumu wanafariki dunia? Nikamuuliza vituo vyenu viko sehemu gani? Akanitajia baadhi ya maeneo ya Mbeya. Akanitajia sehemu inaitwa Uyole, kuna Nzovwe nadhani, then akanitajia na sehemu nyingine 2 nimeshasahau.
Akaniambia hiyo sehemu natamani, kwa sababu hiyo siku ilikuwa ni Jumapili, akaniambia natamani kuanzia Jumatatu twende tukaone hayo maeneo. Akaniambia lakini ningetamani sana usiku wa leo ukae macho mpaka asubuhi. Sasa mama ananiambia maneno kwamba usiku wa leo nisilale usingizi, nikae macho mpaka asubuhi, kitu ambacho sio cha kawaida. Nimetoka kwenye msitu majira ya 2:00, nimeenda 2:00 usiku, nimetoka majira ya 6 kuelekea 7, nimefika nyumbani majira ya 7. Alex na Jessica amewakuta pale, kuna mambo kidogo, Jessica akawa anaumwa, kumpa dawa akapona. Then katika hali ya kawaida isiyokuwa ya kawaida wanakuambia inabidi usilale usiku huu mpaka asubuhi ukae macho. Sasa nikawa nawaza kwamba kwa nini mimi nikae macho, alafu wao wanasema pia wanaenda chumbani. Kumbuka kipindi hicho mama ametoka na gauni jekundu, kama nilivyosema mwanzo kwamba mama aliporudisha ile dawa ya Alex, aliporudi pale sebuleni akawa amevaa gauni jekundu, wakati anamweleza mzee akawa amevaa gauni jekundu. Sasa nikawa nawaza kwamba mimi nikae macho mpaka asubuhi kwa mazingira kama haya, hata nilikuwa mtu anaanza fulani angeogopa, lazima tu ungeogopa. Sasa nikawa nimekaa pale dining table nawaza kitu cha kufanya chote, nikawa sielewi cha kufanya. Then mzee akasimama, akanyanyuka, akanigeukia pale nilipo mimi, akaniangalia, afu akatikisa kichwa hivi. Alipotikisa kichwa akawa anachukua step anatembea kuelekea chumbani. Pale dining table ilipokuwa imekaa, hii dining table, then kwa mbele kidogo ndo kulikuwa kuna vyumba. Alipofika pale mlangoni, mzee akasimama, kainama kichwa hivi.